Marekani inaripotiwa kupeleka wanajeshi wengine 2200 Mashariki ya Kati. Shirika la habari la CNN limeweza kuripoti hivyo, ambao kwa mujibu wa mtangazaji huyo amesema kwamba meli ya mashambulizi ya angani USS Tripoli iko njiani kutoka kambi ya Marekani huko Okinawa, ambapo hadi wanajeshi 2200 kutoka kitengo cha msafara wa jeshi la wanamaji la Marekani wanaweza kuwa ndani ya meli hiyo. Meli hiyo pia ilifika Singapore Jumanne ya jana, kwa mujibu wa taarifa hiyo kutoka CNN, ambayo pia imeeleza kuhusu Marekani kupeleka zaidi ya wanajeshi 2200 huko Mashariki ya Kati. Ripoti za awali zilionyesha kuwa kundi la wanajeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati lina takribani wanajeshi 50,000. Sasa hatua hii ambayo inaripotiwa ya Marekani kupeleka wanajeshi 2200 wa ziada Mashariki ya Kati ni ishara yenye uzito mkubwa wa kimkakati, hasa pia ikizingatiwa mazingira sasa ya mvutano mkali kati ya Iran, Israeli na uwepo moja kwa moja Marekani katika eneo hilo. Hii si tu nyongeza ya kawaida ya kijeshi, bali ni hatua inayobeba ujumbe wa kisiasa, kiusalama na hata kisaikolojia kwa washirika na maadui wa Marekani. Ni muhimu kuelewa aina ya kikosi kinachotajwa, ambapo wanajeshi wanatoka katika kitengo cha Marine Expeditionary Unit, yani MEU, ambacho ni kikosi maalum cha wanamaji wa Marekani kilichoundwa kwa ajili ya operation za haraka, yani Rapid Response Force. Kikosi hiki kina uwezo wa kufanya mashambulizi ya ghafla, operesheni za uokoaji, kulinda balozi au hata kuanzisha mashambulizi awali kabla vikosi vikubwa kufika. Hivyo uwepo wa wanajeshi 2200 ndani ya meli kama USS Tripoli haupaswi kupuuzwa. Hii ni force multiplier inaweza kubadilisha mwelekeo wa tukio ndani ya muda mfupi kabisa. Meli ya USS Tripoli ni meli ambayo kimsingi ni kama kituo cha vita kinachosafiri baharini. Ina uwezo wa kubeba helikopta za kisasa, ndege za kivita aina ya F-35B zinazoweza kuruka wima, pamoja na vifaa vya kijeshi vya ardhini. Hii ina maana kuwa Marekani haiongezi tu idadi ya wanajeshi, bali pia inaongeza uwezo wa kushambulia kutoka angani, baharini na ardhini kwa wakati mmoja. Kwa lugha rahisi, ni kuongeza uwezo wa kufanya operesheni kamili ya kijeshi bila kutegemea sana vituo vya ardhini. Hatua hii inaonekana kulenga kuimarisha ulinzi wa maslahi ya Marekani katika eneo hilo. Kwa sasa Marekani ina takriban wanajeshi 50,000 Mashariki ya Kati, waliotawanyika katika nchi kama Qatar, Bahrain, Kuwait, Falme za Kiarabu na Jordan. Hizi ni nchi ambazo zina kambi muhimu za kijeshi zinazoweza kulengwa na makundi yanayoungwa mkono na Irani au hata Irani yenyewe. Kuongeza wanajeshi kunasaidia kuimarisha ulinzi wa vituo hivi, lakini pia ni tahadhari ya mapema dhidi ya mashambulizi yanayoweza kutokea. Kuna ujumbe wa wazi wa kisiasa ambako Marekani inajaribu kuonyesha kuwa iko tayari kujibu hatua yoyote ya kijeshi itakayolenga maslahi yake au washirika wake. Hii ni sehemu ya mkakati wa kuogopesha mno, ambapo uwepo mkubwa wa kijeshi unalenga kumfanya adui afikirie mara mbili kabla ya kushambulia, hasa katika hali ambayo Iran imekuwa ikionyesha uwezo wake wa kurusha makombora na kutumia washirika wake wa kikanda. Marekani sasa inataka kuweka wazi kuwa haitasita kujibu. Hata hivyo, kuna upande mwingine wa hatari, hasa kuongezeka kwa wanajeshi kunaweza pia kuongeza uwezekano wa vita kamili. Kadri vikosi vinavyoongezeka, ndivyo uwezekano wa makosa ya kimkakati unavyoongezeka. Tukio dogo linaweza kusababisha mlolongo wa matukio unaweza kupelekea mapigano makubwa kati ya Marekani na Irani, jambo ambalo linaweza kuhusisha pia Israeli na makundi mengine ya kikanda. Pia kuna kipengele cha kisiasa cha ndani ya Marekani, ambako serikali ya Marekani mara nyingi hulazimika kuonyesha nguvu inapokabiliwa na changamoto za kimataifa ili kudumisha taswira yake kama nguvu kuu ya dunia. Hivyo hatua hii inaweza pia kulenga hadhira ya ndani, yani kuonyesha kuwa serikali inalinda maslahi ya taifa na wanajeshi wake nje ya nchi. Kwa mtazamo mpana, hatua hii ina athari za kiuchumi duniani. Mashariki ya Kati ni kitovu cha uzalishaji wa mafuta, na mvutano wowote mkubwa unaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani. Hii inaathiri nchi nyingi ikiwemo Tanzania kupitia gharama za usafiri na bidhaa mbalimbali. Kwa kuhitimisha, naweza kusema kwamba kupelekwa kwa wanajeshi 2200 wa ziada si tukio la kawaida, bali ni sehemu ya mkakati mkubwa mno wa kijeshi na kisiasa wa Marekani. Ni hatua ya kujiandaa, kuonya na kulinda maslahi yake, lakini pia inaongeza hatari ya mzozo mkubwa zaidi. Kinachofuata sasa ni kuangalia jinsi Irani, Israeli na wadau wengine wa kimataifa watakavyojibu, kwani majibu yao ndiyo yatamua kama hali itatulia
au itaingia katika awamu mpya ya hatari zaidi baina mwa nchi hizo. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya muda huu. Endelea kunifuatilia kila siku na kila wakati kwa habari kemkem kutoka kitaifa pamoja na kimataifa.